kifo cha Yesu sio kwamba amezidiwa maarifa, sio kwamba ameshindwa. Iliyopita sasa hivi tafsiri za Biblia zinazotolewa huko duniani, hasa kwenye mitandao, ile niwaambia ile filamu ile maisha ya Yesu ilikuwa na Waafrika, yaani ile sasa ndio komesha, yaani naona kabisa Yesu anaitoa kwa chuma, nasema dunia mahali ilipofikia, jifunze kumjua Mungu wa kweli. Ila amani inaongoza. Namba 6, ni kuwa kiumbe wa kiroho. Ni hali ya kuwa kiumbe wa kiroho. Kuwa kiumbe wa kiroho, yaani Roho wa Kristo anaanza kuishi ndani yako na kukuongoza kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Kuwa kiumbe wa kiroho, yaani Roho wa Kristo anaanza kuishi ndani yako na kuongozwa na kukuongoza kuishi maisha matakatifu yanayompendeza Mungu. Kwenye baraka unaanza kukua katika kumjua na kumtumikia Mungu. Unaanza kukua katika kumjua na kumtumikia Mungu. Kama kusoma kidogo Warumi sura ya 8. Warumi sura ya 8. Kwa hiyo kufanyika kiumbe kipya ni tendo la kiroho, na hii yote ni kuiondoa kabisa asili ya dhambi, mwili na kudanganya, na hiyo ndio tunaishi nayo. Tuliona ile Ijumaa namna Paulo alikuwa analalamika, ole wangu mimi basi moyo ulikuwa na mwili. Nikasema tusome ya kutawea na Warumi sura ya 8. Wewe unayeelekeza mwili wako, kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili, bali wale waifuatao Roho huyafikiri mambo ya Roho. Kwa kuwa nia ya mwili ni nini? Ni mauti, bali nia ya Roho ni uzima na amani. Kwa kuwa nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi
mwili umejaa matamani. Kwa maana Yesu alimwambia nani? Alisema wanadamu, kwa Yesu Bwana ni Mungu, anajua mwisho na mimi leo nakusaidia. Na hata kuelewa maandiko yanahitaji hekima ya kiroho. Sema amen. Acha kuelekeza matatizo. Tafuta kumjua Mungu. Yaani kuna wengine wanakuja kanisani hata mpango na kumjua Mungu. Yeye anangoja tu aombewe ili apate msaada wa maombi atoke kwenye matatizo yake. Kwa sababu kumekuja mtu anasikia, "Ee mchungaji haiti wa Mungu, tulikuwa tayari kuomba na kuabudu." Yale yanakuja mchungaji ataita wa Mungu waombe na kipawe. Wewe yaani ukiingia huko, maombi yanaendelea, maombi yote sasa yanaendelea. Wewe sikia neno upone. Tunabadilisha. Kuna waambia hapo katika vikundi vya wiki hapa. Naambia washirika wao wacheni kujielekeza. Hebu mwambie tena msiache kuelekeza mwili. Asisaidie kuamsha wewe na wao. Napiga usingizi sasa. Mwingine anachezea sasa. Yana naona mimi napotezea bila uhili neno la Mungu la uhai. Na nimekupata leo nisikilize. Angalau upate neema ya kutoa kwenye utumwa wa mwili. Amen. Usiuendekeze mwili. Kila nafasi unayoipata kwenye maisha yako, kipaumbele mpe Bwana. Mpe Mungu, mtumikie Mungu kipaumbele chako. Jamani, haleluya.
pointi za kiroho. Kuna watu washatoka kanisa anachanganya na waona pia iwezekana mimi naweza kusoma hapo kanisa kwa kanisa kweli pointi ndefu kama hizo, labda niambie tu ukiandika uelewe vizuri, inakuchanganya kutafakari. Lakini mimi nawapa hizo pointi za msingi. Amen. Andika zitafanya namba 6 sawa, ni kufisha mambo ya kimwili, yaani kuzaliwa kwa kiroho, tendo la kufisha mambo ya kimwili, kwa maana ya kidunia, kuua kabisa, kufisha kabisa mambo ya kimwili. Tafsiri kufisha kabisa mambo ya kimwili, kwa maana kidunia. Kujitenga kabisa na maisha ya dhambi na kuishi maisha ya kiroho chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Ni kujitenga kabisa na maisha ya dhambi na kuishi maisha ya kiroho chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Vizuri sana. Wale ambao wanaenda katikati, ongezea andiko hili mbele ya kuingilia. Galatia 5. Ndio mstari wa 16 mpaka 22. Yaani kila siku lazima uwe na zoezi la kufisha. Sasa mimi wakati ninaona nikiwa kijana nilikuwa naua. Ile tafsiri ya kufisha kwa maana yake ni kutiisha. Fanya kila jambo kwa wakati wako. Sio kuua. Na nimeelewa Yesu nikichukua hiyo ya Wakolosai 3:5, basi vifisheni